tukielezea mfano ambao kwamba wa mmoja ambaye kwamba ameonjwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mpatwa mitihani mikubwa, lakini baada yake ikapatikana faraja. Ni qudwatul umma wa sayyidil umma wa habibil umma wa habibir rahman sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna mwaka katika kisoma katika siyar unaitwa amul huzni, yani mwaka huu ni maarufu. Mwaka huu ndio ulikuwa mwaka mzito sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alifiliwa na Nana Khadija, akafiliwa na ammi yake. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuona uzito uliompata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema katika Qur'ani, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, usriya ila habibihi. Baada ya kupelekwa kule Isra wal Mi'raj, akapewa zawadi ya swala ambayo kwamba ni bora, swala ambayo kwamba mpaka makafiri wanakiri walipoulizwa ma salakakum fi sakar, akasema lam nakum minal musallin. Kwa hivyo tumeletewa kitu ambacho kwamba ambao ni zawadi ilipewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zawadi ambayo kwamba ina manufaa kwetu sisi, na ndo sababu yetu sisi tutakaoipata pepo na tutakaopata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia swala kama hii, ambayo ni zawadi ya Allah subhanahu wa ta'ala amempa Mtume ya kumpumbaza, akamuonyesha alomuonyesha. Na hii ni dalili ambayo iko wazi kabisa unapoambiwa ama Allah subhanahu wa ta'ala anaposema inna ma'al usri yusra, basi chukua mfano kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia uzito aliopitia na mangapi amepata. Angalia hali yake alipokuwa Makka, angalia hali ya Uislamu alipokuwa Makka, mateso aliyopata Makka, idhaa walizipata Makka Mtume na maswahaba zake. Uislamu uliponyanyaswa Makka, lakini angalia uzito huo ulileta natija gani? Ndio hiyo yusra ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea. Mtume na maswahaba zake walipogura kwenda Madina, walipoenda Madina Uislamu ukapata nguvu, Uislamu ukapata jeshi, Uislamu ukakua na ikaendelea mafanikio hayo, wepesi huo mpaka patikana fathu Makka. Yote ni baada ya uzito, baada ya watu kuteswa, na baada ya kubakia na istikama katika kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Angalia Bilal, amepitia mangapi Sayyidina Bilal radhiallahu anhu, amekuwa jiwe kwenye kifua, lakini bado alibaki ahad 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 ahad. Baada hapo, baada hijra, baada hapo alikuja kununuliwa na As-Siddiq, akamnunua, akamtoa katika utumwa. Alipomtoa katika utumwa akawa huru, kuwa huru, akagura na maswahaba wakaja Madina. Baada fathi Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Bilal, akamwambia panda katika Al-Kaaba na adhini. Ambaye katika ukiangalia Bilal ndo mtu mweusi kabisa, lakini uzito aliopitia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila alichopitia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kilikuja kuleta upesi, na kimekuja kuweka historia kuwa yeye ndo muadhin wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio wepesi ambao kwamba tunawapatia na kuwaelezea. Kwa hivyo uzito tunaopitia kwa maisha kwa sasa, tujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashatuahidi kuwa haitokuwa uzito mara mbili, uzito, la, utakuja uzito na baada ya uzito kutakuja wepesi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.